Hapo mwanzo nimewahi kutoa video niliyofundisha kuhusu jinsi ya kuzuia matangazo kwenye simu au jinsi ya kuzuia ads. Kwa wale wasiofahamu, matangazo ni yale ambayo ukifungua app yanaanza kutokea, nakwambia mpaka sekunde kadhaa ziishe ndio inatoka, au kufungua kwenye website. Nimekuletea suluhisho la kudumu la kutatua tatizo hilo ambalo limekuwa likisumbua watu wengi kwenye simu zao za Android. Hakikisha umesubscribe, umelike na comment. Lakini pia njoo kwenye WhatsApp channel yetu, tunafundisha mengi huku. Na njia ya kwanza tunatumia private DNS. Private DNS ni jinsi ya kuiweka, ni kwamba unaingia kwenye settings za simu. Ukifika kwenye settings za simu, unaweza kutafuta more connections. Unatafuta sehemu ambayo imeandikwa more connections, alafu ukiklik hapo utaona private DNS, na utaklik hapo kwenye private DNS and then utakuta ipo automatic, lakini wewe unatakiwa ubadilishe, uiweke hapo. Alafu ukisha badilisha umeweka hapo kwa chini, utaona hapo chini wamekuletea sehemu kwamba unatakiwa upaste kitu au uandike. And then hapo utatakiwa andike dns.adguard.com, ndio kitu ambacho unatakiwa uandike hapo. Ukishaandika utatakiwa usave, na ukisha save unaweza kufungua sasa data na akaweza kuitumia njia hiyo. Lakini pia kama simu yako ina mpangilio tofauti na hii ya kwangu, unaweza kwenda ukasearch, ukatafuta sehemu ya kusearch hapo, ukatafuta DNS kama hivi tu. Ukasearch DNS, hizo utafuta, utasubiri hapo itokee. Ije private DNS kama hivyo, utaiclick, ikisha pop up hapo unaiclick, alafu unafungua pale pale nilipoelekeza na una paste ile link. Lakini hii njia ina changamoto sehemu moja. Kuna baadhi ya simu ukiweka hii DNS inakuwa mtandao upandi, lakini kuna baadhi ya simu zinakubali. Kwa hiyo tumia njia hii. Kama simu yako utakataa njia hii, twende sasa kutumia njia ya pili. Na njia ya pili ni kutumia application, ambayo application mwishoni wa video hii nitakuelekeza jinsi ya kuipata. Hii application inakusaidia kuzuia ads kama vile lengo letu linavyosema, kwamba leo tunafundisha jinsi ya kuzuia ads. Na application hii utaifungua, na ukifungua utakuta interface kama hii, na ni clear kabisa, hii inaeleweka. Ukiingia kwenye app ni nyepesi na haina mambo mengi. Ukifungua kwa mara ya kwanza itakuomba uweke vitu vichache tu, ila sio vigumu kwamba mpaka vinaweza kukuletea utata. Hapana, ni virahisi sana. Unaona hapa wanaonyesha matangazo ambayo wameyazuia kwenye website mbalimbali na apps hapa unaona, lakini pia na kuonyesha tu jinsi app ilivyo. Haya, twende kwenye point yetu. Ukishafika tu, ukifungua hii app sinakuletea ukurasa huu hapa. Ukifika hapo utabonyeza tu hicho kitufe ambacho kipo hapo katikati cha kuwasha on active hiyo app. Hii app inatumika kama VPN, lakini sio VPN. Ni VPN, ina maana inatumia mfumo kama VPN kwa sababu ya kuzuia matangazo hayo. Kwa hiyo ukisha ifungua hivi, kisha kwa on, nafungua data, nenda kwenye app yoyote, nenda kwenye website yoyote, hakutokuwepo tena na matangazo kabisa. Nadhani hapo nimeweza kujibu tatizo la watu wengi ambalo limekuwa likiwasumbua. Hakikisha kwamba umesubscribe kwenye Smart Tech. Hii zamani tulikuwa tukiitwa FP Marketing, lakini hivi karibuni tutabadilisha jina, tutaitwa Smart Tech. Hakikisha umesubscribe. Lakini pia kama unapenda kujifunza zaidi au unataka tutoe episode nyingine kuhusu jinsi ya kuzuia matangazo kwa njia zingine, hakikisha una comment hapo